Jamani, hebu tuanzie hapa katika ujazaji wa dodoso. Zile zamani tulikuwa tunajaza zile sensa elimu msingi. Sasa mwaka huu inatakiwa ujazie kwenye nini? Kwenye mfumo wa SIS. Sawa. Sasa kwenye mfumo wa SIS ni upi? Kama umeshazoea kuingia kwenye mfumo wa SIS, unaingilia huku kwenye Google Chrome kupitia ile SIS. Sasa ukipitia SIS hapa ndio unaingia una login kutumia zile username ambayo pengine inatengenezwa na afisa tehama wa halmashauri. Sasa kupitia huku taarifa nyingi tunazijazia huku. Sasa na mwaka huu kinachotakiwa taarifa zote pia za takwimu zinaziwa huku. Kwa ukiingia huku, huu mfumo ndio una kila kitu. Kama unaziona kuna menu hapa zipo nyingi sana huku. Menu zipo nyingi sana. Sasa hizi menu za huku zinapaswa zijazwe zote. Sawa. Kwa maana zikijazwa zote hizi menu huku, vitu vyote vinavyotarajiwa kujazwa huku, basi utaenda mwishoni kabisa huku. Huku mwishoni utakuta taarifa zimeshajijaza kwenye annual school census hapa. Umeona? Hapo utakuta taarifa zimeshajijaza. Kwa hiyo sasa menu kama nilivyowaambia ni nyingi. Menu ni nyingi sana. Kwa hiyo kwenye hizi menu, let's say unaanza na hii ya kwanza school management. Ukiklik inaleta menu ndogo hapa. Hapa inatakiwa anze kwenye setup with school. Pana taarifa hapa inabidi ujaze. Manage student, kuna taarifa za wanafunzi inabidi ujaze. Manage staff, kuna taarifa za staff inabidi ujaze. Student admission, hii ni sehemu ya kuadmit wanafunzi wapya kama ni form 1 au darasa la kwanza awali au form 5 wapya, unatumia hii student admission. Timetable, menu ya kujazia kuingizia ratiba ya vipindi. School service, services zilizopo shuleni kwenu. Na hapa sasa ni muhimu pia, inabidi ukiklik menu, kuna menu huwa zinafunguka zinakuja, inataka ujaze hapo. Ukiendelea kuna health. Inakuja stay logged in, sijui nini, ngoja ni cancel tu hapa ni au nibonyeze stay logged. Haya. Kwa hiyo kwani nimeishia hapa. Sasa hii naona nimejitoa nje. Kwa short hapa ndipo pa kuanzia kujaza taarifa zako. Yaani huu mfumo huku ndio unaotumia kujaza taarifa za yaani ile dodoso. Kwa sababu wengi wanauliza dodoso tunajazia wapi? Sijui na nini. In short huu kwenye mfumo wa sisi ndio kwa kujazia. Sasa kama ndio let's say umeingia mara ya kwanza ukagoogle hii SIS, utaanza kwenye sign in hapa. Kwenye sign in hapo kisha click inakuja option ya kuweka username na password. Kama unaona hapa. Kwa maana hapa sasa unaweka username yako na password yako. Sasa na ili ujaze taarifa hapa inabidi pawepo na mtakwimu. Maana yake mkuu wa shule wamemseti mwalimu fulani kuwa mtakwimu, statistic teacher. Kwa akiingia atakuta vipengele atajaza. Au unaweza jazia kupitia akaunti ya mkuu wa shule. Na yenyewe utajaza vile vipengele vyote. Ukishajaza hivyo vipengele ndio menu ile ya nyuma nimeeleza pale. Kwamba kwenye hiyo menu vyote pale inabidi ujaze kimoja baada ya kingine. Then kule chini utakuta taarifa zimeshajijaza. Sasa kwenye hii video nataka niambatanishe kitu kimoja ambacho wengi mwanzoni wanaambiwa inabidi wajaze, lakini hicho kitu unajazia kwenye nini? Kwenye app ya SIS. Hiyo app naikuta wapi? Naikuta Play Store. Sasa huku kwenye website taarifa nyingine zote tunajazia huku, lakini taarifa za shule tunajazia kwenye app. School profile unajazia kwenye app. Kwa hiyo lazima ujaze hizo taarifa ndio uendelee na za huku. Huku unaweza ukawa unajaza kila siku, lakini utarudi kule kujaza hizo taarifa nyingine. Sasa unaingia huku Play Store au App Store kwa wale wanaotumia iPhone. Kwa huku Play Store usearch hiyo app ya SIS. Unaweza search hapa hapo kuandika SIS. Ikija basi utaikuta ipo kwa style hii.
Unaweza kuna mtu kajiridhisha hapa kwa sababu kuna muda mwingine unaweza download kama yuka download CC ya chini huku, kumbe sio yenyewe. CC sio yenyewe, school information hii sio zenyewe hizi, kumbe yenyewe hii hapa. Mwanzo uta download, uta install, kisha install utaifungua. Mimi kwa sasa nisha download hapa, nitaifungua. Nikifungua mwanzo hapa itafunguka, itanitaka niweke username na password. Umeona? Kwa mfano mimi hapa tayari inanionyesha hapa kwamba labda username ni email. Sasa na hizi hapa ndo zile ambazo unaingilia kule kwenye website. Kwa nikishaingia hapa kwenye sign in, maana kunaweka username yako ni email ambao unatumia kule kwenye website. Password ni ile ile ya kule, then una sign in. Ukisign in basi profile yako huwa inafunguka hapa. Kwa hiyo nasubiri hapo, kama mtandao chap sana itafungua chap sana. Ikifungua sasa kwenye app cha kujaza ni vitu vya msingi kwenye school profile. Sawa. Sasa ikishafunga kwa style hii, wewe unachokifanya una click upande wa kushoto mistari mitatu hii hapa. Ukisha click mistari mitatu unakuja hapa kwenye school profile. Umeona? Kuna my profile, sijui kuna change environment na nini, logout. Wewe utabonyeza kwenye school profile. Ukishabonyeza school profile kuna taarifa za shule zinafunguka hapa. Umeona? Zikishafunguka hizi taarifa za shule ndipo ambapo unajaza. Umeona? Sasa hapa taarifa zinakuja ni summary hapa kama unavyoziona hapa. Unachokifanya hapa wewe unabonyeza neno edit. Ita load hapo. Ikisha load zinakuja taarifa za namna hii. Zikija hizi taarifa unachokifanya unaanza mara ya kwanza hapa kwenye contact, maana yake mawasiliano na shule. Contact. Unaanza hapo unajaza PO box ngapi? Jaza hapo unaandika tu namba. Physical address iko wapi? Unajaza hapa chini. Kijiji au mjini? Utaselect mjini au kijijini. Umeona? Je, distance shule ilipo hadi halmashauri pana kilomita ngapi? Unajaza hapo. Then namba ya simu ya mkuu wa shule, email ya shule kama ipo, au namba ya simu ya shule au email ya shule. Kama vya shule havipo, unaweka namba ya mkuu wa shule, email ya mkuu wa shule. Then una save. Kama unaiona pana save ipo hapa chini upande wa kulia chini. Una save. Ukisha save hapa mwanzo tulianza na contact. Then kuna school info, unabonyeza hapa school info na yenyewe una select kwa style ile ile. Kwa ungeanza hapa select type, tungesema labda hii shule ni boy and girl. Accommodation, nasema hii hapa ina boarding na hostel au ina day and boarding. Nasema ni day and boarding. Umeona? Category hapa tunasema hii ni inclusive. Registration hapa shule ilisajiliwa lini. Utachagua hapa, utaandika tarehe shule ilisajiliwa. Je, eneo la shule limekuwa surveyed? Ukisema ndio hapa itaanza kukuuliza, je, kama imesurveyiwa manake kuna form zilijazwa. Je, zilijazwa au la? Ukisema ndio bado kuna vipengele vitakuwa vinajiongeza hapa. Enter title, deed number, select deed date na nini. Kwa kama eneo halijapimwa sijui na nini unaliacha wazi, au unaweza kusema limepimwa kisha usijaze. Kwa baada ya hapo chini hapa inakuuliza aina ya shule kwa mkondo. Je, ni mkondo wa jumla au wa amali? Sasa au mkondo ni wa jumla. Kama ni amali una select wa amali. Baada hapo na yenyewe unafanya nini? Una save. Umeona? Ukisha save hapo kinachofuata bado kwenye adult center. Je, hazi adult center pana kituo labda cha kulelea wale watu wazima? Nasema ndio au hapana. Mfano inaweza kasema hapana. Hapa masuala ya satellite. Hapa naweza kwa nikaisave kama ilivyo. Kwa sasa sijaijaza inagoma. Then satellite hapa center yenyewe haina shida, na yenyewe unaachana nao, unaweza ukasave ukafanyaje. Haya. Tukitoka hapo sasa
kwenye taarifa za shule hizo tunakuwa tumemaliza hapa. Maana hii imeshajazwa, hata nikao nikibonyeza hili tena utakuta hizi taarifa nimeshazisave na zimeshajazwa. Kwa hichi kipengele inabidi ukifanye huku kwenye app. Kwa school info imeshajazwa vizuri kabisa na imeisha. Umeona? Kwa hiki kipengele inabidi ukijazie huku kwenye app, sio kule kwenye nini? Sio kule kwenye website. Na kipengele kingine cha msingi ni hapa mwanzo hapa kwenye update current coordinate, majira ya yani location, the latitude na longitude. Hapa na penyewe natakuwa ubonyeze update. Ukibonyeza update, unashauriwa unavyoibonyeza usikae nyumbani kwako ndio ukabonyeza hapa, kwa sababu hapo huwa ina update automatic. Kwa unachotakiwa kufanya, kasimame aidha kwenye bendera ulipo mtu wa bendera shuleni au kwenye ofisi ya mkuu wa shule. Kasimame pale ndio ubonyeze hii update. Kwa hizi taarifa za latitude na longitude huwa zinajisoma zenyewe automatic. Ili ukiupdate umekaa nyumbani itasave as if shule ipo nyumbani kwako. Maanake hii location kwamba shule ipo latitude ngapi na longitude ngapi itasoma zile ambazo zipo. Kwa wakati na update hii hapa hii, hakikisha upo either kasimame kwenye mti wa bendera pale ndio ubonyeze update. Wa ina search yenyewe na ina save yenyewe, au kwenye ofisi ya mkuu wa shule ndani iseti hapo kwenye update na search yenyewe na kusave. Kwa issue ipo hivyo kwenye zile taarifa za mwanzo kabisa ambazo nabii ujazie kwenye nini, kwenye app. Karibu sana, na hii ni video ya nafikiri ni part 1, then nitaleta part 2. Karibu sana.